kidogo tu. Maana shetani anakamata pale ambapo wewe ulipokuwa unapenda. Haleluya. Ninaposimama hapa leo, ninapotoa ushuhuda kwamba mimi nilikuwa hivi, sasa hivi niko hivi, shetani anatumia njia ipi? Ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ani ni dada yangu, anamwona Alex anapita pale, natoa poshi, bahati mbaya hela imedondoka chini, mimi sijui, naenda. Ani anakuja nyuma, anaokota ile hela, anasema nimeokota. Ameokota, ameiba? Hebu tuitikie kwa sauti, ameokota, ameiba? Hebu tusikie. Haleluya, haleluya. Ameokota, ameiba? Ameokota, ameokota. Haleluya. Tusikilizane, tuko kwenye mafundisho. Haleluya. Tusikilizane basi, tusikilizane, tuko kwenye mafundisho. Sio lazima uhubiri continuously, lazima tuende kwa namna hiyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Unajua nini? Tumezoea ile kusema kwamba kuhubiri, mtu aseme hivi, siku nyingine anakuja kwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Alivyookota ile hela ambayo Alex amedondosha, na yeye kaiweka kwenye nini? Kwenye poshi. Alex anaondoka, habari hana. Anapokwenda nyumbani kwake, nimepoteza nini? Hela. Lakini dada yangu amefanya nini? Aliodondosha amefanya nini? Narudia tena, ameokota, ameiba? Haleluya. Sasa mimi nataka niwafundishe hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu vidogo vidogo hivyo ndivyo shetani anapotushinda sisi watumishi wa Mungu. Haleluya. Yaani tutakosa urithi ufalme wa mbinguni kwa vitu vidogo kama hivi. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kusema kwamba nimeokota kitu ambacho aliodondosha umemuona. Hapana, never. Haleluya. Kama ulikuwa unaenda na mstari huo kwamba akidondosha Mrs. Martin, nimemuona, naokota, natia mfukoni, naondoka, nimeiba. Haleluya, haleluya. Hangilia makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. Maana ibilisi yuko kazini, anadanganya kwa kitu kidogo tu ambacho wewe huenda unaona kwamba hiki ni sawa tu, lakini kitu kikubwa utakosa kuurithi ufalme. Kama mpendwa amedondosha kitu, nimeokota, msimamishe. Maana namjua kwa jina, ananijua kwa jina, tunajiona kwa majina. Mpendwa wami, hebu simama. Akisimama, Bwana samahani. Naona pale wakati unachukua kitambaa pale, umedondosha hela. Haleluya, haleluya. Huyu ataka kwenda alisema, asante Mungu, kupitia kwa mtumishi huyu nimekuta kitu changu kilichofanyaje, kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimenyea mfukoni, umeiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Yaani hiyo ndio mitego ambayo ibilisi anafanyaje huku kwa Yesu Kristo. Tumesikia kama wewe ni mwana wa Mungu, fanya hivi, fanya hivi. Yaani yeye aliona kwamba ni vitu vikubwa, lakini Yesu bwana kidogo hicho. Lakini sisi tulikuwa walokole wa sasa, haya mambo madogo madogo haya ndiyo yatakayotukosesha ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani yupo kazini, anafanya kazi yake. Kila unapotoka nyumbani kwamba naenda ibadani, yuko mgongoni mwako, anakufuata ili apate kujua kwamba kweli unapokwenda huko unapokwenda huko umemfuata kumwabudu huyo Mungu wako au bado huko na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko kwenye nini? Ibada. Tumesema vitu vingapi? Umeumwa kwa ghafla, umeiba. Maana huko mimi nasema ni kuiba. Na ufundishe ni kufanya nini huko? Umeiba. Kama ushawahi kufanya hivyo, usifanye tena. Tubu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kuna vitu vichache, yani kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tutakosa kuurithi ufalme wa Mungu. Amina.
Kwa maana shetani yuko wapi? Yuko kazini. Bwana Yesu asifiwe. Tupo katika ndani ya kanisa, wote tunaabudu pamoja, wote tunasifu pamoja, wote tunafurahi pamoja, lakini utakuta katika kanisa tumegawanyika vikundi. Mimi na Wami tupo wawili, Martin na nani wapo wawili. Maana yake unapokutana wawili hapa, masengenyo na msengenya Chisawa. Haleluya wapendwa. Ibilisi upo kazini, sio wewe. Haleluya. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua yupo hivi. Maana kila unapokanyaga yupo nayo. Maana wewe si mlokole. Hebu tufanye hivi. Kitu ambacho kilikuwa cha kwako kabisa, alafu kimekuponyoka, anakimiliki mtu mwingine. Unapokiona kile kitu unajisikiaje? Roho inauma. Shetani nayo hivyo hivyo. Yule mtu alikuwa wa kwangu, kwenye ulevi alikuwemo, kwenye uzinzi alikuwemo, kwenye matukano alikuwemo, lakini ametoka huko anasema ni wa nani? Ni wa Mungu. Je, ni kweli anachokisema? Anakufanyaje? Anakuangalia. Ni wapi ambapo nitakapo kufanyaje huyu? Maana anatamani ufanye nini? Urudi. Yaani wapendwa, shetani jinsi mnavyomelemeta hivyo, anatamani ufanyeje? Sasa basi anatafuta namna. Wale ambao wametoka ziwani huko, hata sisi kwetu huko kwenye milima huko, kuna mtu mmoja ambao ni mkubwa, kuna samaki mle. Sasa unapotaka kukamata yule samaki, lazima utege chambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ile ndoano lazima uweke nini kule? Maana yake ili samaki afanyeje? Aje. Bila kile kitu samaki afanye nini pale? Ndio shetani anapofanya. Anatengeneza vitu. Yaani watumishi wa Mungu, Mungu atusamehe sana. Haleluya. 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 Unajua kuna roho fulani ambayo shetani anaileta. Kuna roho fulani ambayo shetani anafanya nini? Anaileta. Anafanya hivi. Victorious. Njoo nimcheze. Kila moja be attention. Tuone wanachezaje Victorious. Wanaimbaje Victorious. Praise team, karibuni muimbe kusifu na kuabudu. Kila moja mpaka jasho unafanyaje? Inatoka. Haleluya. Haleluya. Lakini kuna kipindi wale praise team akisema kwamba tunyoshe mikono juu, tunyenyekee mbele za Mungu, tumuombe Mungu wetu. Utakuta mwingine ani kusimama tu anafusiwa. Simama. Hata kama una mtoto simama. Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe unayofanya vile, ni roho ambayo haitaki maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni roho ambaye huyo mwenye roho hiyo anaiweka ndani yako, inakukamata ili ufanyeje? Usiombe. Haleluya. Maana anajua ya kwamba ukijasimama kisawasawa na kuomba, yeye hata kukaribia. Maana utakuwa kama moto, atakuogopa. Lakini ile roho yake ile na wewe sasa, network ikiwa sawa sawa, wewe simama. Hata kama una mtoto simama basi. Maana huyo mtoto ni baraka ya nani? Ya Mungu. Kama unaumwa sio wewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi hebu piga makofi basi. Haleluya. Haleluya. Unaona? Ndo shetani anapofanya hivyo. Mpaka sometime mtangazaji hapa anasema, jamani, wapo watu ambao hawana hiyo mikono, wanatamani kufanya nini? Kupiga makofi. Wewe una mikono miwili, piga basi yani makofi hayo. Ndio sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jicho la kawaida uwezo ukashangaa, kwa sababu ndio tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni roho hiyo ambayo inakamata hiyo mikono na fikira yako kwamba usifanyeje? Usipige makofi. Maana ukipiga makofi unamtukuza nani? Mungu aliye hai. Shetani hapendi. Yaani hivyo vitu vidogo vidogo ndio shetani anafanyaje? Anapata upenyezi. Mungu atubariki wote. Amen.